Ujumbe niliopewa nikasumbuliwa nao sana, naomba utege masikio. Kurudisha vilivyoibiwa. Hebu tuseme wote, kurudisha vilivyoibiwa. Naomba kama una mdomo sio bubu, naomba uzungumze. Kurudisha vilivyoibiwa. Hapana, naomba uangalie mdomo wa jirani yako kama anaongea. Sema kurudisha vilivyoibiwa. Mwangalie kama anaongea. Yaani wewe usimsemeshe. Wewe angalia mdomo wake tu kama unaongea. Na kama haongei mpige mgongoni. Kurudisha vilivyoibiwa. Kitabu cha Isaya 42. Kitabu cha Isaya sura ile ya 42 au mlango wa 42. Nikuombe twende pamoja kwa dakika hizi. Ninaamini leo unapenda kupokea muujiza wako. Mwambie jirani yako, leo unapenda kupokea muujiza wangu. Hizo sauti zilizochoka hizo mimi sizipendagi sana. Mwambie leo napenda kupokea muujiza wangu. Isaya 42 mstari wa 22. Naomba tusome wote kama tumefika. Wangapi wamefika? Unajua wengine wako busy kuandika. Na siku za leo watu Biblia hawasomi. Ukisema tufungue hapa mwingine yuko busy. Umefika Isaya 42 mstari wa 22. Isaya 42 mstari wa 22. Nataka tusome wote. Tunataka kusoma wote. Wewe soma na maiki yako na mimi na maiki na kila mtu atasema. 1 2 3. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Wangapi wamesoma? Wengine hawajasoma. Haya, turudie 1 2 3. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Amen. Yohana 10:10. Injili ya Yohana sura ya 10 na ule mstari wa 10. Yohana sura ya 10 na ule mstari wa 10, Biblia inasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mwivi haji ila aibe. Mambo matatu anayotembea nayo mwizi. Mwizi anatembea na mambo mangapi? Matatu. Mwivi haji ila jambo la kwanza, zungumza sio na Biblia. Jambo la kwanza aibe, la pili achinje, la tatu aharibu. Lakini Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hiyo Yesu alikuja ili niwe na uzima, wewe uwe na uzima, sisi tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Naomba nimshukuru Mungu. Baba, asante kunipa kibali kukanyaga madhabahu hii. Utukufu ni wako, timiza mapenzi yako na makusudi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen yenye uhai. Biblia inasema watu hawa ni watu walioibiwa.
ni watu walioibiwa. Jamani, wangapi wanakubali kwamba wezi wapo katika hali ya kawaida tu? Wanaojua wezi wapo katika hali ya mwili. Si wezi wapo jamani, si ndio? Sasa mimi nitazungumza habari ya mwizi wa kiroho ambaye anaitwa Ibilisi na Shetani. Nitazungumza habari zake Kristo Yesu. Alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Maandiko yamezungumza, lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Swali linakuja, mtu anaweza akaibiwa? Mtu anaweza akaibiwa? Na mnasikia hata mtoto ameibiwa. Paka kliniki watoto wanaibiwa. Nakumbuka miaka ya nyuma nikiwa namuuguza mama mkwe wangu kwenye hospitali ya Mwananchi sijui iko wapi ukiwa hapa, iko mjini kama unaenda Makoroboi kule, nafikiri kitu kama hicho. Alikuwepo mama mmoja ambaye alikuwa hajabahatika kupata watoto. Sasa akawa ameenda pale, alikuwa amemdanganya mume wake kwamba ni mjamzito. Anavaa manguo makubwa na ile baba sijui kwa nini hakugundua, sijui mama alinenepa maisha akakubali, usiniulize. Lakini nilimuona kwa macho yangu. Kwa hiyo akawa anakaa pale. Kisa kilichokuwa kinamfanya akae pale, alikuwa anasubiri kuiba mtoto, ili watu wanaokuja kujifungua basi yeye aibe, halafu arudi nyumbani aseme amejifungua. Miaka ya nyuma huko. Kwa hiyo alikaa pale wakati mimi namuuguza mama mkwe, wakimpa ruhusa anakataa kwenda nyumbani ili aendelee kukaa hospitali mpaka zoezi lake lifanikiwe, kwa sababu alitoka ameaga anaenda. Kuwa macho, mwambie mwenzako kuwa macho. Mwambie kuwa makini. Biblia inasema watu hawa ni watu walioibiwa. Wameibiwa, na baada ya kuibiwa